Shalom, shalom. Nimekuletea jambo jipya la ibada ya neema kwenye maisha yako. Kwa nini ibada ya neema kwenye maisha yako ya jambo jipya? Ukisoma katika Wafalme wa kwanza 18:21. Biblia inasema Elia akasema kwamba nimesalia nabii peke yangu na manabii wa Baali wako wengi. Kwa nini? Kwa sababu isikutishe unapopitia kwenye mazingira magumu, mazingira ya kuogopesha. Kwa nini? Kwa sababu wengi wanapopitia kwenye changamoto ya mashambulizi ya ulimwengu wa roho huwa wanakata tamaa na kuchoka. Kwa nini? Mungu anataka wewe umwelewe na kumwamini katika hali zote na katika maisha yako. Unapomwamini Mungu hautachoka, utajikuta kila unachokifanya unaona matokeo. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu anakuwa yuko na wewe kwenye maisha yako. Anakuwa yuko na wewe katika changamoto unayopitia. Tunajifunza kwa mtumishi wa Mungu Elia. Elia alipopitia kwenye changamoto na kwenye mikasa mingi, Biblia inasema akasema nimebaki nabii peke yangu, nimesalia. Kwa nini? Kwa sababu aliona kwamba haoni mtu aina yote katika safari yake, haoni mtu aina yote katika maisha yake, aliona tu yuko peke yake. Ndipo neno la Bwana likamjia Elia ya kwamba Elia akajenga altar, madhabahu. Baada ya kujenga madhabahu akamtolea Mungu sadaka, na baada ya kumtolea Mungu sadaka, Biblia inasema akatengeneza mahusiano kati yake yeye na Mungu. Jambo la kwanza, ukitaka jambo lako liende, maisha yako yaende, jifunze namna ya kumpenda Mungu katika hali zote unazopitia. Maana yake ni nini? Biblia inasema katika Naumu, unawaza nini juu ya Bwana ili uwe Mungu ayakomeshe mateso yako? Unawaza nini juu yake? Unawaza kushindwa au unawaza kukata tamaa? Vile unavyowaza kwenye maisha yako ndo ndivyo ambavyo Mungu anaachilia neema kwenye maisha yako. Kama ukiwaza kushindwa, ndivyo kushindwa kunakuwa kwako. Lakini kama ukiwaza kuleta ushindi, bali ushindi Mungu anaachilia kwenye maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu Mungu, jambo la kwanza, anataka umwabudu katika roho na kweli. Umwabudu katika roho na kweli na namna kumjua yeye. Ndio Mungu anataka, wala sio chingine. Ndipo tuna jambo lako linasonga mbele. Na kutangazia tangu vile na kukutabiria, usikate tamaa katika hali unayopitia. Usikate tamaa katika mazingira unayopitia. Mwamini Mungu, ndipo tuna mkono wa Bwana kwenye maisha yako. Amen.